Nataka nizungumzie kuhusu mahakama kuu ya TikTok. Nataka nizungumzie Lady Jacqueline. Na Lady Jacqueline na kuita kwa sababu leo saa 4 lazima unipandishe. Na kama hutanipandisha kwenye mahakama hiyo mahakama inaisha. And I can tell you for free. Na mimi sinaga mchezo. Nikisema hiyo mahakama itaisha. Manake mimi nimewaangalia vizuri. Nyinyi ni watu wenye husuda. Because kitu cha kwanza nyie ni watu ambaye mnatafuta fame. Hii si mahakama, ni upusi. Hii ni manipulation. Hii mahakama, sijui hata naweza nikasema nini, kwa sababu ni kitu imechakachuliwa. Mahakama imechakachuliwa. Mahakama inakaa dagulu. We vipi? Mimi nasema hivi, hii si mahakama. Lady Jacqueline ni fame unatafuta pesa kupitia migongo ya Wakikuyu. Na number 3, Lady Jacqueline uko hapo ili kumaliza jamii ya Wakikuyu. Hivi niwaulize swali, yani kwa akili zenu zikiwa timamu. Na ninaomba tu tafadhali msije mkatupandisha mzuka. Tuna hasira na nyie. Haiwezekani mmekusanya mahakama Wajaluo kadhaa na hisi ukabila. Na kama mtasema mimi ni mkabila basi haina noma. Kwa la zangu, mimi ni villager 001. Amna siku nitakuwa Mkamba, amna siku nitakuwa Mluya, amna siku nitakuwa Mijikenda. Mimi ni Mkikuyu karisi. Na kwa sababu hiyo naomba nisikilizwe. Na kama sitasikilizwa hapa kitachimbika, kitajulikana. Hivi niwaulize swali, yawezekana aje katika hii mahakama hakuna mtu mwingine akona kesi ni za Wakikuyu? Kwani kabila zingine hazina kesi? Nyie mnatuona vipi? Nyie mnatuona mafala? Mnatuona mafala nini? Mimi nimekaa chini hivi, nimeiangalia, nimeitazama. Na ndio maana nikasema leo sitazungumza kama pastor, leo ninazungumza kama raia. Na leo ninasema Lady Jacqueline, leo jioni unipandishe. Nina biashara na wewe. Mimi niko na mechi na wewe leo. Nataka tukutane one on one. Nikuuliza maswali kadhaa na unijibu. Usinipitisha vile ulikuwa unapitisha Peter Kioi jana. Peter Kioi amekuuliza swali, very legit question. Ukaanza kupeleka hivi, ukaanza kwenda hivi, unaanza kwenda kombo, unaanza kumpeleka chenga. Mimi usinipige chenga. Biana niliambiwa na mtu ati Githega unajua ulikuwa upelekwe, ulikuwa ushikwe. Kuna watu nilifichua masiri sao. Jana nilisema nini? Nisikuwa nilifichua vitu. Jana nilisema nini? Kukojoa kwa kasuku hiyo sio siri, si kila mtu anajua. Kila mtu anajua. Ya kukojoa kwa kasuku hiyo tunajua sisi wote. Nini nilisema? Lesbian rere hiyo tunajua sisi wote. Si ni rere hiyo, si alikuwa hapa na girlfriend. Amkumbuki alikuwa na break up. We have had Lady Jacqueline's girlfriend here. Boyfriend girlfriend. Ule alikuja na akada kwa live ya kina nani akaanza kuogea. Na yeye alitupatia mpaka kwa nyumba ya kina Lady Jacqueline ushago ametadika chini. Alifunganya. Unafuganya aje mtu? Unatoka UK, unakuja huku, unapata mtu huku, alafu unapeleka ushago analala chini na Shoni Kasuku. Ni yule nani yake alituambia. Si walikuwa wana kiss juice. Lady Jacqueline hata akona wapenzi wengi kuniliko. I mean, that one is not hide. That is not, hiyo sio siri. Nataka masiri kama nilitoa siri. Ulisema Wanja sio rafiki ya Lady Jacqueline. Lady Jacqueline na kujipendekeza. Unajua Lady Jacqueline ni mrefu. The moment akiona mahali kuna pesa. Mnakumbuka ile mchango ilikuwa kwa Merupriti ya 1 million. You know, our women of power, they are coming to this platform. I spoke with Waspears Mugelie. Tuna wajaribu kwanza hao ndio nagojea hivi kwa huyo Lady J. Hao tuone mutigotwedia siringi igiri si tumekataa. Nyinyi mkenda kutusa kaende kafati si ndio? Akiona mahali kuna pesa, Lady J knows how to keep it close. And she's just, si vibaya kupenda pesa, lakini she's an opportunist. Like she wanted to use us and she wanted to deliver us kama kiondo, sisi wote kwa chondo moja. Tukue huku TikTokers for Kasongo. TikTokers for Kasongo. Ede ashukue Gausho ama namna gani?
Ama namna gani? The fact that Lady Jacqueline called me to tell me that she has positioned herself. Na kwa nini hii kitu nikiwachezea? Hii emotion itatoka tu either way. Ati she has, lakini ameniambia nisishare. Ati Githaiga, why you jealous? Lakini sasa alikuwa ananipasha kwa hiyo voice note na siku reply. Sote ni reply hapa. Hakuna mambo ya siri, si ndio? Washa ni share sahi. Hata ameniko. Washa ni share. Inaniwasha hivi. Nasikia tu kwa share hiyo ndio msisemage niliwadanganya. Mimi nawaambia ndio mjue kenye nilikuwa nasema nikisema tuko compromised. Washa tu ni share. Washa tu ni share. Nimetumia mzee. Wacha ifike alafu niende simu kwake. Na mninunulie simu nyingine ya chai. Sasa why has my whole jamii has to come and enter in TikTok tea? Waje nikitumia mzee voice note alafu. Alafu afugue. Acha niende kabraja sasa. Yo. Hey, nani huyo amesubscribe? Thank you for subscribing. Na mkwe mna subscribe. Huko kwingine si mnafungia kwa comment. Baka msubscribe. Mnapo mkwe na pound. Ndio hii. Acha kwanza nione kanya na chatting. Acha nitafute. Ama niache kutafuta message. Unajua hii I have a chance once in a lifetime. Sijaiguza hii simu. Usi. Yes. Makosa gani hayo ambayo nilifanya my sister? Hakuna. Hii ni wakiongea na Karago. Unasema ati mimi ni narcissist sababu naendaga kufanya shopping. Lakini hiyo narcissist hata sikuelewa. Hiyo ndani ya Karago. Mwenyewe sikuelewa. You know? Unaachia mtu. This was the day aliruka side yetu akaenda side ya Karago. Baka akasema yeye haelewi kwa nini tunaita Karago narcissist. Huyu mama, hii ni nyoka. Na akanitumia kuniconvince ati tuachane na Triza. Nikamkanyaga nikamwambia kwenda huko na huyo. Washana ya leo kwani imeenda wapi? Ama ametudili tu mama. Lakini nilikuwa nimejitumia bado. I had sent myself hata kama washanitoe tena. Mnataka kusikia ya Karago as I said the other one because anyways niko na simu hapa. Wacha msikie hii ni siku Karago. Hii ni siku alikuwa ina call with Karago. Alafu akanitumia ika voice note nikiwekea hiyo nyingine. Ni nyoka. Yes. Makosa gani hayo ambayo nilifanya my sister? Hakuna. Hivi unasema ati mimi ni narcissist sababu naendaga kufanya shopping. Lakini hiyo narcissist hata sikuelewa. Hiyo ndani ya narcissist mimi mwenyewe sikuelewa. You know? Unaachia mtu, acha nikuulize. Yeah. Unaachia mtu 20,000 na mwambie enda ufanye shopping. Yeah. In 2 days anakuambia shopping imeisha. Was actually a government minister. Our court went so viral that there is everybody on our platform, and I mean everybody. And that is why it is very difficult for you right now, nakwambia tu Rosafi, to compete with the court. Very, very hard. Itabidi upige kelele sana ndio compete. Now, this is not why I'm actually, leaving you this voice note. And I'm going twende tukichambua polepole. Tuchambue polepole. Hi Fitness. Na leo niko na gifters wazuri. Huyu naye ameunga. Yo, hi Fitness, thank you. Fitness, thank you. Aliambiwa ni drop here, thank God you dropped yourself. A cabinet secretary told alikuwa anataka ati ni minister. Okay, anasema anapigana na koti. Twende msikise yote alafu tutachambua, si ndio? Say you had something to do with that success. I will never take that away from you. You had something to do with that. And I thank you for that. But the reason I'm leaving you this voice note, ni hii. Yeah? Githaiga, you
are I don't know how to tell it to you, but you're better than every single male TikToker who is known right now on Kenyan TikTok. Yani, uko on top. And hapo, the only person who compares to you is actually me. Unaelewa? Now, you are deciding to destroy your chance at national leadership because of coins and propaganda and tribal bigotry. Kithaiga, you really surprise me. You really do. Hizo vitu mnasema mara nililipwa. Mimi sijawahi lipwa na mtu yoyote. Karangu hata hakunipa hata sumni. Na kesi ya huyo prophet haikukuja ili zime kesi ya Karangu. Hizo vitu zote mnasema ni propaganda, ni porojo. And deep down I think you know ni porojo. But unapenda tu kuzisema kwa sababu you're someone who likes what you call virtue signaling. Nilishakwambia unapenda kusema vitu zenye watu wanasema ili watu wakupende. And that is so sad that you do that. Wacha afike kwa kazi. You know? Mara sijui nililipwa na sijui nani Makarena alilipa ticket yangu. I paid for mine and my daughter's air ticket with my own money, 210,000 Kenya shillings. My own money. Makarena hajawahi nipa hata sumni. The only time Makarena ameweka pesa kwangu ni akituma 5,000 kwa feeding program ya shule yangu. Hajawahi nipa more than 5,000 bob. So you really surprise me with easy maneno unasema. I think what is scaring you. Hapo ndio kuna maneno. I think what is scaring you. Yawa, hapo ndio nilisikiza. Hata huko kugine siku nimesikia hata ya Makarena. Ya Makarena ilitoka wapi? Ya ticket. Okay, hapa. I think what is scaring you ni ya kwamba nimejiposition vizuri for a very very good job in the government. Umeona hiyo? And then you imagine ya kwamba already naongea na siji Ruto na nani. Githaga, wacha nikwambie ukweli, nimeshaitwa kwa hizo meetings. Na nakwambia tu roho safi. TikTok, hawa watu wanaiangalia TikTok. Macho yao iko kwa TikTok. But sijawahi. Ladies and gentlemen, are we compromised or not? So me, I'm not very stupid. I am not very very stupid. Mimi hapo niliona hapa ni moto. Kuna watu walikuwaga wamechukua historia ya koti. Do you see fanye koti iko everywhere? Edi kwa news. Unakumbuka hata ile interview ya Kururia akisema niti nathina na igoti, tondu igoti ni rya gwikenia, ni mathi na mbere. Unajua Kururia haisi support kitu yoyote iko na Githaiga, anatukanyagaga. Lakini hapo nikajua mimi hata sisi kujua hiyo makasi ya Lady Jacqueline au mama au cabinet secretary anaongea nao. Lakini one thing I knew for a fact, she wanted to create a platform yetu ya sisi kuhusu kwake. Okay? That is what she wanted to do. And that one 10,000 deruru, she's very deruru akisema, you know I'm the biggest TikToker. You are the biggest TikToker. You are sijui nini. Hizo ndio bado alifanya video. President Ruto, I'm the most viewed, the most streamed, the most blogged TikToker. I am inviting you. Hapo niliona kuna maneno na ni vibaya sana kuenda watu wakifuata kama ng'ombe. Kama ng'ombe tu alafu mnauswa juu. Yeye hata toka hapo for nothing. She will get something out of it. She will get something out of it. That is for a fact. So mtu akuja na tuusa ati anasema Githaiga cabinet secretary anasema ni dropiwe. Huyo cabinet secretary anadhani mimi sina platform. Ati sitting cabinet secretary. Ni mugani huyo? Ni ule koshio. Kama ni wale wanafutwa. Si kuna wengine wanafutwa hii wiki. Akina Muturi.
Mtulimiano hao wanaenda wanaletwa wengine. Sasa ni wagani hao walikuwa wanaongea na yeye chini ya maji? They wanted to, alikuwa anataka kutuuza. Ndio maana unasikia akisema, you know, I've positioned myself for a very big cabinet, for a very big government job. You know, a cabinet secretary is talking to me. You know, mimi Lady Jacqueline ni nyoka. Kwa sababu mimi naonaga mkiongea hivi online, yeye ataenda chini ya maji. Na mimi fanya alianza kuongea na akina Karago nyuma ya tent. Ata ananipigia simu kuniambia venye Triza ni mbaya. Imagine Githaiga, we have been prosecuting the wrong case. After nimekataa kuingia box yake ya kupiga Triza ile siku, ndio tukakuja live kwa kesi akaanza kusema we have to give each guys a chance to speak. You know, wewe Triza umetoka kwako, watoto wako huko, watoto Lady Jacqueline, sasa watoto wako children home. Tulikuwa kananiambia tumpige kwa sababu ya watoto na tupige ese na tufanye nini, hapo ndio nikakataa. Na hiyo siku akakuja kotini kusema watu wasikiswe, sijui nini, all sides, sijui nini. Wote hapo ndio nilijua kuna kitu imeendelea chini ya maji. So when Peter Kioi came 2 days later na akasema Lady J alilipwa, mimi I believed him because I knew na nani alilipwa Kioi, na mimi walinitafuta Mungu moja. Pastor Kanyari called me more than 20-30 times. Mungu moja. Mimi ya kwanza niliongea na yeye na Kanyari, akaniambia nataka tukutane, nikapigia SC, nikaongea na Triza, nikauliza kama ako ready waende wakutane. Kanyari anawaita, senye Triza aliniambia Githaiga wachana nao. Nilizima simu na nikaondokea. Na that is how after siku patikana hivyo ndio Kioi aliitwa jioni, because Kioi alikuwa anatafutwa asubuhi. Nikabia mimi when I was called by Kanyari, mwambia hata usiniite, tafuta akina Ese, mimi sijaoa, unaniita mambo ya bibia ya nani kwa nini? That is what happened. Akaniambia acha nitafuta Kioi. Kioi atafutwa jioni. Hiyo siku nilitafutwa the whole day. Na kuambia hizi ma TikTok hapa, let us not have numbers and use them to blackmail others. Let us not have these numbers and use them to tuharibia wengine hata makazi na nini because we are being paid for something. Kama unalipwa ufanye advertisement, but we cannot be somewhere we are 10,000 people tunapatia mtu the authority ya kublackmail. Ati akitaka kuleta mtu chini ama akitaka kuleta institution chini, anasema I will go to court, nitaenda, nitakaa chini, nitakaa na watu wangu. Unajua tunaamua tunachoma kanisa, tunaamua tunafanya. That is very wrong, because you know somebody can misuse that power. Somebody can misuse that, and you have seen it with Lady Jacqueline. Kitu ya kwanza ni kununuliwa very easily. Hiyo ni kununuliwa very easily. That is it. Hii kukuwa na watu 10,000 hapa. Wanatara. Today you're laughing. Tomorrow somebody will come and tell you ya kwamba unanipatia pesa ama tunakuleta kotini. Mimi hata kuna makampuni nimemention hapa. Kwa hiyo nikasema nimecomplainiwa na watu kesi. Hiyo makampuni inanifuata. Githaiga kuja tuongee. Why have I even brought the cases? Why have I even not brought the stories here? Because naona watu wanataka kunibribe. They see as if I'm blackmailing them. So I will not even do their story. I will not even mention them. I will not even receive their money, and you can ask. Wako. Na watu wanajua vizuri. Mimi hata nimeitwa nikamwambia mimi niko kwa shamba. Kuja tuongee kabla mjalete hiyo makisi. But nikaona so somebody can use this platform to blackmail, and that is what she's doing, Lady J. Na hiyo kutajataja na she is very strategic. Lady Jacqueline alikuwa anajua damu wa mobile spares. Saisi, you know, women of power, women of valor. You know, ameshaona wajanyarali kwa private jet. Ashajua basi hapa kuna kakitu. Ashaona magirimia inatolewa hata mkenda harabe. Our friend from spares hata ajui kusema damu wa mobile spares. Oh, pore. Itakuwa sana. Ufuge hapo. Mungu nikumbusha nirudishe simu. Mimi na nywele. Na I'm telling you guys, ladies and gentlemen, hiyo ni kujistrategize. Mfanye harambee hapa kwa Githaiga aone, let's say nani mwingine akuja. Nani mwingine mnajua? Tuseme Mofam akuja hapa. Next time utasikia Lady Jacqueline akisema, you know my friend Mofam of fruits. Na wale wengine wanataka nani? Simulia pia wale watu wanakuwa JCM, kuna hao wazee na wamama
wanakuwa na majina ya hiyo sijui nani wa spears, nani wa matunda, nani wa avocado, nani anauza avocado. Mukora kabisa. Mukora kabisa. Mukora number 1. Mukora number 1. Muthenya omwe Kiengei ahituke haha. Kiengei apitie hapa. Asalimene tu Githaiga sasa. Next time utasikia. You know our good friend Pastor Kiengei. Pastor Kiengei kuna siku alikuwa ananipatia udaku ya Kiengei. Alikuwa anamuita Pastor Kiengei. You know there is a pastor Githaiga, there is a pastor in Kenya. That pastor and a lady in radio station. Nakuwa nimejua nimetoka kwa Wakiruba hiyo siku asubuhi. Nilikuwa nimetoka kwa Wakiruba. So akaniambia, you know, there is a lady called hata wako na George na Wakiruba in Kameme. So of course nikajua tunajua tu Kebo kuna mtu wa radio ako kwa udaku ama chai ushono wa Wakiruba direct. You know Wakiruba, that lady and another pastor. That pastor has a big church in Ruiru. And that pastor is controversial. Githaiga, you know Pastor Kiengei? Pastor Kiengei and that lady are the ones wanaleta hiyo story ya Karango Moraya. Karunga, alikuwa ata Karunga ama Karango. They are the ones bringing the Karango. They are the ones sponsoring the Karango Moraya. Nikajua, hapa tuliuswa kitabu. Tuedirio tene. Mimi hapo ndo nishi. Aye, soya Mungu moja unaweza muuliza. Mimi nikiona msaliti na angaliaga na garona na katrufeni huko naonea 18. Namuona hivi naona hapa penye anatupeleka huyu. Kama mtu anakuja anakuongelesha chini ya maji, unafanya Kenya nataka. Mwingine chini ya maji, hata hili unaachia the highest bidder ya hawa. Hii unatuusa tu. Yaani Githaiga kazi yake alafu unakuja kusema ati Githaiga umepata pesa mingi kwa platform yangu. Yaani ile rayoni. Na kumbe hiyo marayoni ilimuuma. Na silikuwa rayoni moja, na hizo zingine si nyinyi. Si nyinyi wakulima wadogo na wakubwa tulichaga, tukachaga ma 100, ma 1 bob, ma 10 bob zikafika coins 200,000. Surely. Hiyo kukuja kusema ati, "Hey Githaiga ulipata pesa kwangu." Sijui nini. Na unajua hapo niliona hiyo ni hapo ndio madharau ilianzia. Unajua kwa Red Jacqueline nilikuwa unaenda unaongea. Unaongea unasema unasikia kwambia ukomboka hapa ndio pesa unapata. Pesa inakuja. Red Jacqueline Lion 3. Na hata si sako. CRBO ndio alitumia Geoffrey Lion 2. Excuse me. Ushiona RBO akikutumia wewe Red Jacqueline. Ushiona RBO akikutumia Marion. Unatuambia ni Lion sako. Ni gift sako. I tell my people to gift to which people. Aliku. Mimi kuna Lady Jacqueline, if me telling people the truth, hiyo ndio ilikuuma pore. Lakini hapo hatugesikizana hapo. Hapo hatugesikizana na hiyo kiburi mingi. Na hiyo sijui nini hapo hatugesikizana. Wewe kaa hapo na Rafmuri, ukaa hapo na Sidadi. Hiyo ni rika yako mchekeshane hapo. Mko majuu, mko huko. Yaani mko majuu si mwende hata kazi. Sidadi baka anakuja kuni address na Don. Wakae hapo na Don na Sidadi, hiyo wako rika moja. Wakae hapo. Yawa, wakae hapo yawa. Tumsalimie. Pesa ya team tapas ilienda na maji. Giri 20. Mnatuambia venye nyinyi mamilionea na giri 10 kutoa kupatia watu pesa yao utaki. Hata hili hiyo ilitangazwa na yenye itangazagwi. Na ndio maana mimi nasema kuna kuaga na hapo inakuaga wizi. Unaona hii kasi ya wizi. Naona jana nilisikiza ule judge mwingine tulifukuza. Ule judge wa Uganda. Huyo judge jana alisema it's always about kutoa pesa kwa mifuko ya watu. It was always about that. And that is how she speaks. It is always about kutoa pesa kwa mifuko ya watu. Twendeni maandamano. Ladies and gentlemen, ndio hii namba tuchange. Twendeni hapa. Ladies and gentlemen, ndio hii namba tuchange. Tufanyeni hapa ndio hii namba tuchange. Wewe ukishasikia hata nani alidinywa, mtu aliwaambiwa hao wote ni mashoga. Na kama wanadhani na daganya, wakuje waseme hao wote watatu
Acha niache kuongea hiyo maneno. Sitaki kuongea, sitaki hiyo vita. Hiyo sitaki sana. But nakwambia it will amount even to nothing. Because it was all a blackmail, it was all sarakasi, it was all, na hiyo hata hiyo alienda kubomoa makanisa alikuwa anaitumia ndio aweze kublackmail wengine. Aweze kuambia tunakuja kwa kanisa yako. Either utoe hii kitu na ili work Roysambu. It worked. Even the occupation ya Roysambu iko ya Lady Jacqueline, she's the one who hijacked it, made it look hers. You understand? If anything, if people went there na wabomoe na wafanye, she would be here again telling us, I make video. At me, after occupying, using you. Githaiga. Hello, Judge. Nilikuwa nimekuja Murima oye. Oye. Githaiga, mimi nilikuwa nasema ndoto yangu, yes. Niliambia wa TikTokers wako kwa box nikawaombea mutoke na naona mumetoka. I'm so happy. Yesu ni Bwana na ninasema kitu moja. Tumetoka kwa nyugu. Tumetoka kwa nyugu. Hey, tumetoka kwa nyugu. Tumefungua hiyo nyugu, haturudi kwa nyugu tena. Hivyo ndo vile inafaa. Wacha nikwambie Githaiga. Mimi nataka ni confess hapa. Plan ya Lady Jacqueline ilikuwa kukutumia ndio ashike Murima kwa sababu Murima iko na pesa. Na hiyo alisema mara mingi sana. Nataka kesi ya Murima. Nataka Githaiga akuje. Na mimi nilikuwa namuuliza, unajua mimi nilikuwa nafikiria Murima ni tunapigania ni ile ya Kilimanjaro. Kume Murima ni nini? Sikuwa nimepelekwa kwa mtaratara. Si anajua makikuja hapo atapata makoini na ataanza kuwataja. Alisema kwa sababu Murima ndio ako na pesa, hata kuchanga wanachanga kushinda hata Wajaluo. Hiyo ndo kitu alisema. Kwa hivyo ilikuwa mimi naweza confirm mbele ya Mwenyezi Mungu na kiapo kama judge kwamba siongee urongo. Alitaka sana pesa ya Wakikuyu. Mimi I believe you 100%. Ni hawa wajui. I'm so happy. Comment section hawajuaki. Yes. I'm so happy that watu wamemu-experience vile mimi nilimu-experience nikamkataa. And everybody keeps on living. Kata. Watu wanamkataa kama yeye ni mzuri. Kuna mtu mmoja anafaa kuanza na yeye na malize na yeye. Mimi nafurahia watu wa Mlima wamechanuka. Wote walitoroka, kila mtu alitoroka huko. Baka masini ya council waliniambia Githaiga Ocean ni wana. Imagine watu wengine mimi I was the last one kutoka. I was the last person kutoka. Murima, Githaiga, thank you. Wacha nikwambie Githaiga, mtu asidanganye ati tribal card sijui Wakikuyu look good together. Na kama unajua we supported her full hearted. Wakikuyu kwa Murima. Nimepata bibi kwa Murima na sasa hivi mimi ni mtu wa Murima. Kwa shemeji yetu Murima oye. Hebu soma na wewe. Watu wa Amerika wako makazi za maana. Twende na joto. In our platform. Next week itakuwa ya politicians. Did I sell our people kwa politicians? Do you know that kama mtu anaingia box analipwa, the same politicians will pay her, so she will line wale watu ambao saidiana support wanakuja kwa platform. Saisi amenitumia message akiniambia she has positioned herself for a very big job in government because she's the #1 TikToker, the most followed, the most viewed. And akaniambia generally aliambiwa na minister ani drop. Aliambiwa na cabinet secretary ani drop kwa hiyo platform. For crying out loud. Kuira andu manyita ne matie kuhuthirwo ri ni uru. We are not saying that. Okay, kuna a lot of things. There is a lot of things that can be misquoted. Sasa ni wakati ya vita. Na kuna statement mingi sana zinaweza kuwa misquoted. Kama statement mtu kama Banya, you see the way Banya is a fighter. Banya will come with everything. So atakutukana na kila kitu hata kila kitu. Some statements sound tribal, but the root or the backbone of that campaign, whatever happened yesterday, the backbone is not becoming a tribal TikTok. The backbone is chanua watu, wewe wacha kututumia vibaya.
Hiyo kushida tunaenda hapa makesi anatuambia there is fire in the mountain. Hii Murima nitapasua mara mbili. Mimi si Murima. Wewe ndio. You know those disrespect na hizo zote alafu unasikia chini ya maji anatutumia. Okay, hao nyinyi huko mnajua mimi I saw this. Mimi for the last 2 weeks I saw hii kutumia watu. Coming from. Can we just have a platform that we are all equal? We can disagree to agree based on our sentiment of the Definitely. not based on our not based on tribal issues. This is what have destroyed so many of us here. Because instead of us judging people on equal places, to share, you know, we've indicated that huyu anatoka kwa mountain, huyu anatoka kwa lake, it's going to destroy us most. We are doing the same thing. When you take the mountain and you want to take advantage of the mountain and you start profiling them, ukisema unataka kesi za mlima, one reason imetuma tukakasirika kabisa and you ask them is because people asked me, Githaiga, kwani hawa kabila zingine hawananga kesi zimunaleta huko, ni kesi zetu munatuanikanga, munatuanika. So nikasema, by the way, I'll have to look at that. Kusikia ati anasemaga anataka kesi za Murima, alafu anasema fire in the mountain, alafu anasema Murima ndio kuna pesa. That is profiling us. So let me say one thing, Githaiga. What if we all remember one thing? Free, equal. That would be better. That is what we used to do. Let me speak for my people in the presence of... Just hold on 1 minute. Let me speak for my people in the presence of everybody else. Yes, Before hizi kesi za Mirima ziletwe kwa TikTok, sisi kama Wajaluo, I'll speak to one tribe that I belong to. We as Luos, we were profiled to be known for critics, to be known for dramas, to be known for controversial issues that were taking place on TikTok, whereby watu wengine walikuwa wanajiuliza, when will other tribes also be getting involved in this issue? Unasikiza? Githaiga, you know that very true. I know what you're saying. So many scandals. We had a lot of scandals back to back. Ilikuwa tu ni Wajaluo, every time ukiamka ni Wajaluo wanapigana, Wajaluo kwa na scandal, Wajaluo kwa na ABCD. If somebody decided to take advantage of Mirima, we are not responsible for that person. Yes, and that's what I'm saying. We are not attacking a tribe. That is the person we are after when we are telling her that you are taking advantage of us mentioning or identifying ourselves as Murima, because when she comes at us, she comes as us as Murima. She does not say Githaiga kuja, anasema Githaiga kuja uniletee watu wa Murima. So lazima watu wa Murima, they gang waseme hapa haturudi kwa huyu. Unaona hiyo, you see the conversation that is speaking with us now, kusema Githaiga niletee watu wa Murima, it's not something that tulikuwa tunajua. Tulikuwa na controversies. Mimi, I knew that she's doing that because of Murima, because she's always very categorical. Anataka Murima. And then the second thing, Big Daddy, you go to a platform, it's a quote, TikTok quote, and then you will hear, she will always be very fast, and the others don't get enough or equal chance. Kama mtu analeta drama na ni ya Murima, huyo mpaka anaambiwa ongea Kikuyu kabisa. I will blame you people that were bringing these cases because nyinyi ndio mlimpatia hiyo koti, nyinyi ndio mlimpatia hiyo chance, nyinyi ndio mlimpea. Githaiga, skiza very well. When we started with this woman here, the one thing I like about Justin Cinderella was very articulated. Regardless of her faults, she was always on point. Regardless of her being dismissed, she was standing on her seat. Unaskiza? What happened was, alipokuja hapa, she became a threat to so many that were not standing for democracy. Democracy is not based on color, race, issue, or tribal. But isn't it zenye sisi wenye tumejiletea hapa? Because most of us used to complain, where are Luos at? Why is it only Luos that are always having tribal issues on TikTok? I think sisi ndo tulikuwa na so many scandals here. Guys, let us be honest. Let us call a spade a spade. Yes. Wajaluo tulikuwa na vita hapa. Sisi tulikuwa tunaangania pesa za mtambo, wakina Malisafi, Auka, and all the team. They are the same people that were fighting for all these same specific thing that is happening right now. But one thing that people ignored, nobody intervened that time to say hi. It's high time we play this game to every individual, not just specific tribes. Unfortunately, ilipokuja Lady J akafanya nini? Akamaster the game. And what did she do? Akatarget Murimas. Mnaleta kesi, inakuwa tackled, watu wanachangiwa pesa, people are praising her for what is happening. I think Githaiga, and I'm saying this from my own opinion,
nyinyi ndio you are the all people that made that bed. So I agree, we made her. We take blame. We take blame. Atulaumu mtu. Big Daddy, hapo ndio hapo iko. Atulaumu mtu. We took ourselves to her the same way we not with her. That is it. And she should allow, just like any other person, to come and go. But now Githaiga akienda inakuwa fujo because Githaiga is going with a pocket. Githaiga, let me ask you. He's going with a fraction of a pocket that she has always sung about. She has always sung about that pocket. Githaiga, I have a simple question for you, please. Were you guys... Was it at any point that court members were negotiating the price of what they can be given, or rather they were being paid to be in the presence of court without just being there legitimately with their own will, knowing that I'm not getting anything? I will tell you, Big Daddy, we were having fun. It is nothing to be paid. When this judge resigned, I was requested to be the judge. That is when I was told we shall be giving you a lion a week, which Raf Muli receives. So I refused. I said I want to remain a senior counsel with nothing. Nothing. Literally nothing. Nakwambia hivi, nakwambia hivi with no hate. To have fun. Nothing that is intentional. With no hate or bad blood. Why can't you open an extension of court? Because tuko na koti mingi makesi ni mingi, right? I have no problem with a court. I have not. We just left Lady Jacqueline's place. I don't even know a court. This is a home of tea. Go to what ataki court. Ndio nakwambiaje, it's a home of tea. Why can't you just... Mbona usi welcome huyo judge mwenye saizi ana pa kuingiza kichwa kukuja na kuleta watu wa share the court? Because I think wacha nimrudishie kitu moja alafu niende. Please Big Daddy, allow me to respond something. Unaona umetuambia ati sisi wenyewe ndio tulijipeleka kwa Lady Jacqueline, of which ni ukweli. Nilisema nyinyi wenyewe, nilisema nyinyi ndio mlijulisha kwa. Sisi ndio tulipeleka makesi zetu huko na ni ukweli. So si unaona sisi tulijipeleka juu tulikuwa tunamwamini. Akarudi akatutusi kwa hiyo kosi akatutrigger huyo mwanamke fala. After tumemwamini, tumempea hadi viewers, akadhani sisi ni wa stupid. Tulikuwa tumeenda kwenyu juu tunawapenda. Nyinyi mmetufukuza kama mama. Usiseme kwetu mnaita tribalism. When you're saying kwetu, inamaanisha ni kama it was specific. I remember we used to have all the controversial dramas on TikTok. What I'm saying is this. Personally, I'm chilling here with my Kikuyu friends. Niko hapa na Steve Nice, na niko hapa na Baby Girl Joy. Both of them come from Mirima, right? We've never had that kind of disagreements based on where somebody's coming from. We have one thing. We're all Kenyans, we are all friends, and we're getting along in one concept of where we come from. Tunazungumza language moja. Can you tell Lady Jacqueline to stop targeting us? Because that is what we call. And actually, that is not even case. What is the problem? There is not even problem. We are just here. You are used in court. What you are used in court was for you to make the Murima people, the Kikuyu's people, to be confident about her. Now and we laughed. And Mimi hata nakwambia, before LJ even opened the court, LJ sent me a voice note. Akaniambia Githaiga, mimi unaona penye niko. And I will repeat, I'm sorry, I'm saying it, I did not have to say it. Akaniambia Githaiga, unaona penye niko. You are seeing the way I am. Hata wewe, kuna siku nilikuanga na kusupport when you did not do well, mambo ya content. Hata mimi niko chini na viewers iko chini. I want to start something called the court. Lady Jacqueline mwenyewe akaniambia, na akaniambia Githaiga, I want you to make an appearance in the court. That was the first day when we came there. It was all fun. We enjoyed it. Now when we start using the court for political reasons, when we the people have not agreed to go that direction, we will not support, we will not go with it. She is here telling me that I'm jealous that she's positioned herself as a big government officer. So I'm asking you, did she ask us or did she tell us before that you guys come give me views so that I position myself? You want to bring iyo mambo ya kusema ati watu wetu ati wacha wakuje watoe pesa. Do you know how that makes somebody feel? Do you know how that makes someone feel? Because najiuliza, are we cash cows? So si ni cash cow ya kumpea. Githaiga, do they know the pain ya kuambiwa? That is wrong. Githaiga, wanajua uchungu ya kuambiwa there is fire in the mountain. Kwa utigotoanaga. Na sinakwambia, you see Moyo, when she was really talking, hata hizo vitu hizo matriggers,
Nobody had a problem with it. But somehow, tukiongea kidogo, hata tukuongea tukasema shida, tulisema let us be minding our own business. Yani hamtaki to mind our own business. Hamtaki to mind our own business. Imegripuka. It's something else altogether. Ngoja. Nani Githaiga, you were supposed to bring viewership, and you are also supposed kufanya Wakikuyu wakuwe confident na kuenda pale. Unaelewa? So ukitoka ndio unaona nilikuwa na watch jana anajaribu kufanya Murima ikuruke juu wewe particularly uko tribalism, nikacheka nikasema guy huyu mama yenyewe aliambiwa ni mkora. Guys, please, I want us to be Githaiga. Yeah. We have 5,000 people watching. I want us to be all vigilant and be very visual on this. No. To state these, we're not supposed to be example of the things that we're portraying right now. Do you have a way where we can sort this? We are not portraying anything, Big Daddy. We are speaking for ourselves. That is not portraying anything bad. That is okay. Just listen to me. We are okay that way. Just listen to me. No, Big Daddy. If you started with the root cause before this is the matokeo. Where is the root cause? Enda saizi kwa Lady Jacqueline, panda hapo, put some sense in her head. Ask her, why did you tell people Mulima ikuje ndio iko na pesa? Put some sense in her head. I will for sure do that. Nah. We only said it is time we mind our own business. How is that tribalism? It is time ourselves we mind our own business. We have not said fight these ones or fight those ones. Nobody is fighting anybody. Big Daddy, unajua venye alikuwa anacheka. To mind business yetu iko wapi shida? We are just minding our own business. Ndio naulizaje? Unajua venye alikuwa anacheka akisema tunataka pesa ya Mulima. There is fire, so leo pesa ni ya Mulima. Ashindaka pesa ya Mulima, anataka kesi za Mulima, anataka na michango, anajua sana michango. Mtu analipa ticket ya 200,000 but anawadanganya, nipeni 2,000 ya huyu msijui nani. Hiyo hapo haitatumwa 2,000, itatumwa 1,100. Then she announces that 3,000 ndio imetumwa. Hapo ndio pocket iko. So announce first of all, Githaiga was been using us as a pocket. To clear the air, you need to know one thing. Mimi nilijitoa kwa hizi story. I've just been minding my business, doing my own thing. Adu Cinderella nikamwambia aniapishe for the second time as judge, na aliposhikwa Mkundu na Kapunye akaniruka when she was supposed to be swearing me in as the prime minister. Hata we Cinderella, you are corrupt. Because when you are supposed to swear me in as the only living standing prime minister, you are nowhere to be seen. So what I'm saying is this: we want to bring dialogue kwa hii TikTok, guys. We all Kenyans, and we should not be divided with tribal lines. Let us not give example of what politicians are doing to us. Githaiga, we have the power, we have the numbers. We should not accept to be divided with politicians. We need to stand up with one thing. Let us stand as all Kenyans and stand with nothing but the truth to everybody. Kama Lady DJ analeta shida, ule DJ tufungue Supreme Court. Why don't you open a Supreme Court? Wewe na huyu mwanamke I have a problem with the court. I have a problem. I want you to start a court, Nani Githaiga. No, why don't you start a court? I have a hotel. Let it sound as a competition so that we can have where both individuals. If we have a court, now mtaanza kutuambia Murima wametengeneza koti yao. Please. Lady Jacqueline anaweza fanya koti zake, Githaiga afanye chai zake, mwingine afanye vitu zake, everybody. But Githaiga, honestly, Big Daddy, when I come here on my platform ya chai, niseme nataka chai za Wajaluo, hapo ndio pesa iko. Na ambema Wajaluo wakuje ni wanipe chai, wakuje hapo ndio kuna pesa. That is the biggest problem. You will have an issue because you feel like you are being used. Tutafanya venye mnataka. When it sounds like that, it also seems like you allies, ulikuwa ally of somebody when ulijua the intentions. Ulikubaliana na yeye utafute watu wa Mirima wakuje huko because ulikuwa huko. If I was a liar saizi ningekuwa kwa mfuko, tungekuwa tunangojea pesa. Singekuwa hapa na resist. And for the whole 1 week, I've not been. And I've taken my time. I've observed. I'm not stupid. I've observed. Yeah. I have observed fully well. I have a platform. Big Daddy, you have a platform. But Big Daddy, you cannot go to your platform and you start saying that. Amefika hapa tunataka kuminject. Tuende nalo. You cannot go to your platform and starting saying unataka watu ya Murima na kesi zao. You cannot.
It can't. We see it. Githaiga nipatie 2 minutes. Just give me 2 minutes, please. Cinderella, hold on 1 minute. Just Cinderella, hold on. So, Lady J, Githaiga is officially accusing you for poaching people from the mountains in the name of walete kotini, ndio walete pesa. Is there any indication that uli discuss na yeye alete watu wa Mirima ndio wakue injected ndio pesa itoke? Be honest, because imefika point yenye we cannot lie anymore. Big Daddy don't make questions. Big Daddy don't make questions. For instance, question ya pesa ni ya Cinderella, of which she should talk herself out first, and then you can make your questions. Githaiga, can you give me time to talk, please? Sitachukua long, nitaongea kidogo. Okay. Now this woman called Black Cinderella amekuja TikTok akasema ya kwamba mimi Lady J nilimtongoza. Unaona huyu shetani. Those are all lies. Githaiga, don't believe anything coming out of this woman's mouth. Don't believe anything na mambo yenu na Cinderella tunataka alafu sasa nipe dakika moja niongee. Can you mod me 2 minutes, please? Sasa nipe dakika moja niongee. Lady J, listen. Moja Big Daddy, just give me 1 minute. Githaiga, nipe dakika moja. Lady J, can we talk with decorum, please? Yes, I want to say, Big Daddy, I want to say. Cinderella, please wait. Lady J, I've known you. Cinderella, be quiet. Please mute. Lady J, I've known you to be a decorum, organized person. Yes, I want to say something. And for the first few months, I've been seeing you don't overreact with the emotions. You act and express yourself with the words. Give me 1 minute, please. We want you give me to 1 answer minute. these questions. Please, just listen for a minute. No. Nipe dakika moja. There's a reason I'm telling you this. Well, there's a reason I'm telling you this. Okay, thank you for muting him. Thank you for muting him. Haya, Githaiga, wacha nikwambie kitu kimoja. Wewe na mimi, right? Saizi nakaa ni kama Wajaluo na Wakikuyu wanapigana. Unaelewa? Why Wajaluo? No. Listen, Githaiga. Wacha nikwambie Wakikuyu uji ya gema. Why Wajaluo? No. Listen to me. Just listen to what I'm telling you. We are not fighting with anybody, Lady Jacqueline. Listen. Githaiga akiambia Mrima to mind our own business, inamaanisha Wajaluo wanapigana. Hii Kenya iko na tribes 42. It's not about laws and Kikuyu all the time. Hata Wakamba wanaweza sema wakae kivyao, Wamasai wanaweza sema wakae kivyao, wa unite watu wao, no problem with that. Unanisikiza ama utanisikiza? What I'm telling you, please. Sikiza. Kenya kinafanyika TikTok saizi Githaiga. Kenya kinafanyika TikTok saizi Githaiga is not good for TikTokers. Mimi nilikuwa nataka niwe na sober conversation na wewe. Very early this morning, Kwira Wakabiru amenipigia simu at 6 a.m. Kenyan time. Akasema Lady J, ukiweza tafuta Githaiga na utafute Mbanya na utafute Peter Kioi, mkuje kwangu tuongee, tafadhali fanya hivyo. Unaona? I don't know whether he has called you, but I'm telling you Githaiga as one of the tulikupigia simu. Yes. Sasa mimi nakwambia nini? Nakwambia hii Githaiga. Kenya kinafanyika TikTok sahi. Wewe unajua vizuri. Nini inafanyika TikTok, Lady Jacqueline? What is happening in TikTok? Ujui Kenya kinaendelea? No, we have just decided to mind our business. Nothing more. Nothing special. Nothing new. It's totally polarized right now on tribal line. Because Githaiga and Lady Jacqueline are fighting. TikTok has millions of people in Kenya. How is it polarized? How? Ebu explain. But would you accept? If I tell Murima watoke kwa Lady Jacqueline, have I told Murima wachane na Wajaluo? Why are you making it look like it's a Luo versus Kikuyu's fight? It's a war between you and the people of Murima that they say that try kukuja huko. Period. Hata hakuna kitu, hata tukusema watu wapigane. Nakwambia Githaiga, I want to make it easier for you. Make it easier for you. Listen, I am not fighting Murima, as you call it. I'm not fighting Murima coming out of my platform. Unaona? I'm okay. Kama umewaambia watoke kwangu na wanataka kutoka kwangu, I'm okay with that Githaiga. Exactly shida gani Lady J? Ndio nakwambia shida sasa iko hapa. Githaiga, hii vita yenye unafanya inaharibu TikTok.
hii vita ya ukabila inaharibu TikTok. Nakwambia tu kweli, roho safi. Ukabila aje kwambia watu wetu tupendane. Tuko na mtoto mwingine mgonjwa. Is it inaharibu aje nikiambia watu wetu tupendane, what's the problem? Now ameamua explain tafadhali. Naweza explain. Kuna huyu mtoto mdogo mwenye ana pua na hana jaw. He does not have an upper jaw, he has no nose. Unamjua huyo kijana? Right. Huyu kijana ni Gema. Okay? And huyu kijana as a court tulisha agree tunampeleka plastic surgery, apate pua, apate upper jaw, apate mdomo. Sasa ndio nakuuliza Githaiga, when you bring this kind of rhetoric, iya Murima ikae kivyake, kila mtu akae kivyake. How will we help people? Sijasema kila mtu akae kivyake. I've only told my people tuungane. That is the problem. Kwani is it a problem watu wetu tukiungana? Is it a problem? How are we going to help people in need? Tutasaidiaje watu wenye wako in need? Kwani ni sisi tu tunasaidia? Si watu ni wengi. Ready Jacqueline TikTok hata ukiingia sasa live utapata for viewers. Au utapata? Siko na viewers. Well, there is no problem. Niko nayo. Unaniambia saa hizi hata sijawahi sikia. You have handled the case. You are doing the very good. That is okay. But if Githaiga tells his people, look here. So now Lady J is planning to do a big fundraising for a boy, a Gema boy, mwenye hana pua, hana mdomo. Yes. And you Githaiga, you're telling Gema watoke kwangu. Okay? Ulisema hao ndio wanachagaga. Kwa hivyo Wajaluo hawachangi. Asiye ndio ulisema hao ndio wanachagaga, sisema kwa ndio wanachagaga. Githaiga jamani. Githaiga. Why no, you are making it look like unategemea Wakikuyu watoe pesa ama something. I don't know how you are making it look like. It's like so you have a platform with people. Githaiga, can this woman be muted? Jamani Githaiga, huyu mwanamke anaweza kwa nini? Can we stop talking over each other please? This should not be about. This should be me, myself, please. Nakuongelesha Githaiga. Nisipimwe maisha. Ogeni. Kaende. My friend. Hizi koti yako. Wao ulikuwa unatokosa Lady Jacqueline. Kanyaga nini? Alikuwa ananitongoza Githaiga. Alikuwa ananiambia, you know what? I want it to be okay. Tell me what you need. Exactly what you need. If you need anything, just tell me. Anything, my love. Angalia huyu alafu anakuja kunita shetani. Wewe umejiangalia vile unakaa uko embalmed. My friend. Unaka Kibaki reincarnate. Ujui kuvaa. Listen, Black Cinderella, I really want to talk to Githaiga. I want Githaiga, nataka nikuongeleshe. Naweza kukuongelesha tafadhali. Lady Jacqueline 3 minutes. No. Githaiga ni wewe na kuongelesha tafadhali. Githaiga, can I talk to you please? Talk, Thank you. Maderela umemaliza? Okay, alright. So anyway. Okay. Alright, so Githaiga, can you and I and Kuira Wakabiru talk kindly? Not now, honestly. Kura has my number. He can always call me. He can always talk to me. Nothing, no problem. But not now. We are not nini because I don't see a problem. I don't see a problem. What if he tells you? What if you allow him to tell you what the problem is? What if you allow him to tell you that? I'm telling you, Koira has my number on WhatsApp. I have not blocked him. He can always send me a voice note, anything. My knee is open. If he wants to tell me something, he can always drop it there. Would you allow him to come to your live now? Probably the cabinet secretary who told you to drop me yesterday. Tell us about that. Apana, that one has nothing to do with what's happening on TikTok. Lady Jacqueline. Unaona hizi, Lady Jacqueline. Sijana uliniambia kuna CS aliniambia ni kudrop kwako, leo uko hapa kwangu. Githaiga, skiza. You and I both know that our court really went viral. You know that. It's not a lie. You understand? Na kwa koti yetu kuna everybody watches our court. You know that very well. A cabinet secretary alikwambia unidrop.
Yes, I was actually called. Nilipigiwa simu nikaambiwa hivi ya kwamba hizi vita zenye mnafanya kwa platform, unaelewa? Zinawaharibia sana. You are two very good leaders on TikTok, you know? Ngoja nikwambie Githaiga, ngoja nikwambie. Lakini hii vita yenye mnaeka inawaharibia. Jamani, umdrop huyo. Nimeambiwa, nimepigiwa simu, it's the truth. Inatuharibia wapi? Sio ni secretary cabinet. Mimi siniharibia hata stay kwa join. Who wants to join a fairing cabinet, a fairing given government? Nikuulize Githaiga. Tunaenda siasa. Sisimami sifanyi. Okay, hiyo simama ninasemaga naweza kosa. TikTok pays me better. Why would I will not even want it. It's nothing bad. Kwa hivyo you've decided kuna CS anasema mnajiharibia, tunajiharibia kwa nini ndio anashaguanaga? Ni hadi akamie. Aende na huko. I mean, I don't get to understand Lady Jacqueline. I don't get. Wewe ulikuwa umetuona sisi ni kitega usumi. Na ndio maana statements zako that is what you think. Murima ndio kuna pesa. Ati Murima ndio wanachanganga hata Wajaluo wachangangi. You are the same, and that is why you have a harambe, but somehow you feel like if Githaiga goes and tells them wasitoe, itaisha. We have 42 tribes in Kenya. Si uchange kwa 41. Jamani, yani you have literally Mimi niongea na Siderera why? Githaiga. I'm also part of this thing. Can I talk? Can I talk? Big Daddy ongea. Can I talk? Huyo mtoto kama ni wagema akuje kwa platform yako Waluya wajaluo. Cinderella wait please. Can I talk? Shit. Moderator acheni kushusha watu. I was asking one question Lady J. Thank you. And I want you to be honest with me. We respect each other. Nani Ebu Richard Cinderella nani? Usishukishe mtu guys. Ladies and gentlemen. Githaiga listen. Why do you want Cinderella here? Why? Unamtaka hapa kwa nini? Anybody can come. I have a question for you, Lady J. Anybody talk to Jack. Anybody has a right of talking. Please. I want honesty, nothing but honesty with the answers. It's a question of yes or no. Lady J, is there any chance? No, I'm talking to Lady J. Lady J. No, anaongea na Lady J. Lady J. Is there any chance whereby uliambia watu wa Gema? Is there any chance uli negotiate na nani na Githaiga ukimwambia alete watu wa Gema watoe pesa kwa platform yako? Absolutely not. Big Daddy, if you can allow me to talk and tell you something. The Go ahead. people on my platform, even though I have Gema support, the people who give me the most money are actually Luos, sio Wakikuyu. Imagine, these people have it all wrong. Please, let us just talk on basis of situation. Nakwambia ukweli. I'm telling you the truth. When I'm raising money for my schools, for instance, right? For instance, last year I was raising around 2 million total for my schools. The lady who gave me the most money is a Luo woman, sio Mkikuyu. Unaelewa? So easy vitu zenye mnasema, they don't make sense. They're all made up. Usiseme vitu zenye tunasema. Lady J, the word is out there and we're here to for solutions. It's not us who are saying it. Hata tukichanga tunachakaga tukijua tuko TikTokers, tunachaga TikTokers. Lakini ukisema Murima ndio kuna pesa. Leteni Hey, jamani, when did I say that, Githaiga? Your judge is here. Hadi amesoya. This is not my judge. I don't know this man. I don't know this man. Hebu muangalia Natasha Tani. Githaiga, let's focus. Guys, can we please have a civilized conversation? Can we have a civilized conversation? Can we have a civilized No, we don't want conversation? vita here. Please. Hatutaki to shout on top of each other. We don't want to talk on. We want a civilized conversation here. Shout on each other, sawa. Lakini wewe Big Daddy. Haya, Yes. if the judge says huyu anataka kesi ya Murima na anasema Murima ndio iko na pesa. Wacheni pia Cinderella aongee. Aseme. Juu alitoka Cinderella, just give me a minute. Guys, mngenipatia tu few minutes, niulize Lady J questions zangu and then aongee and then Lady J. Aya, na pia mwisho naambiwa hapa ako na pesa ya Team Tapas. Sijui wataandika 20k. I don't know, you can ask her. Walisema 20k alipeana. Nilikuwa najua story ya 20k. Nilipatia Team Tapa moja. Yes. Lady J, I've been asking myself this. I don't know how you get control of these people, that you consistently have them on the platform
with the same knowledge again and again, regardless of the differences of the cases? Were you poaching our to a gamer ndio wakuja hapa kwa platform? Because now it's a fight that is not being talked about. We are all being dragged in it, which I don't like, guys. We've experienced a lot of tribal acts in Kenya, to be precise. Tumekuwa na tribal issues in Kenya, whereby we should not even try to go back to the times where churches were being banned based on tribal, where people are being disrespected based on tribal, where we can just all disagree to agree on opinion, but we still remain as a country. I've interacted with a lot of people. I live in the US, the blue state and the green and the red state. They may not disagree on opinion, but there's no way they will form alliances to come and destroy each other. So what I'm asking you, Lady J, is there any chance that you are agreeing, especially with our kwa koti, e.g. the court of the judge and the people, ukiwambia, I'll be giving you guys such an amount just to keep on coming on the court? Because right now, to be honest with you, it seems like our watu walikuwa under pressure. They were working based on you with one motive, kujua either watalipwa by the end of the week, watapewa pesa, ama watapewa kitu moja. Mimi nilikuuliza juzi nikija kwa koti. Umeniuliza maneno mawili. Wacha nijibu I even asked Raf, na Raf akani Raf up as his name. Niliuliza aje, do you pay these people to come they're at their own will? Ama ni kuna, you know, like there's a certain amount that you're paying them. Taki kushout guys, niko kwenye. Is there any certain amount you're paying them to be in the court at that time? Guys, Mimi, I'm standing on my own as Mr. Prime Minister, sir. I'm here as a guest. I was not a member of a court, and I'm not part of any of court things. So msikuje mkunidrag hapa mkunita nyoka. Mimi najisimamia mimi mwenyewe. And Lady J isn't afford because Lady J anaishi UK, mimi naishi US. Thank you. Lady J, answer the question, please. Mimi. Okay. So anyway, Big Daddy, we as a court, we really did not need to pay anyone for anything. The only time I offered to give Githaiga something was because I needed him to come as our judge, because many people requested that Githaiga kuje as a judge. Na nilijua ya kwamba his time may need to be compensated. You understand? So I offered him some compensation, but he never really took anything. He kept coming to court. He never asked me for anything. You understand? Nobody comes to court and gets paid to come to court. Like analeta kesi ati analipwa na apana. Hata hiyo story wanasema kwamba nimeleta Murima, watu wa Murima, ili ili tuchukue pesa ya Murima. Big Daddy, it was actually by accident that the Murayas ended up on our platform. It was just a coincidence. Because mimi nilienda nikasaidia kwa mchango ya bibi ya Karangu. And then suddenly the mchango was coming to me. And then ikishatoka kwangu ilifaa ikuje kwa Githaiga. Unaona? Ilifaa Peter Okioi was to do 300,000 mchango. Alafu mimi nifanye 300,000. Alafu Githaiga fanye 300,000. Ili huyo mama Triza atoke na 1 million. Unaona? Sasa venye Kioi alishafanya ya kwake 400, alifika 400. Sasa ilikuwa mimi next. Hapo sasa kwa platform yangu ndio drama ikatokea. Mimi I did not expect any of that to happen. It was just by coincidence. You understand? And that drama is what brought me the blessings zenye zinafanya mpaka saizi napigwa. Mpaka saizi napigwa. Okay, that happened by accident. Aya. Alafu after that, Peter K. So we've only had 2 Kikuyu cases on our platform. Okay? Apart from sasa zile cases za kitambo za mara siji Big Daddy ameletwa kotini, mara Steve Nice ako kotini, mara siji Mshosho wa Wendo ako kotini. Hizo za kitambo hizo, whatever. So only 2 cases ya Wakikuyu. Sasa imebadilishwa ya kwamba Lady J anatumia Wakikuyu kama kitega uchumi. 2 cases, Big Daddy, imagine. Imagine. It is all propaganda. It is all propaganda and it is meant to destroy me. But guess what? Mimi si banduki. Destroy you how? Why do people keep destroying you? Who is interested in destroying you? Let's say we mind our business. What are you destroying? Hata umesema ya kwamba wewe mwenyewe umesema unatoka na Murima
Na hakuna hata lion itaonekana kwa Lady J. Lady J atajitumia lion. Githaiga Nimesema kutakauka. Kwani kutakauka mimi lazima nitumie lion. Kutakauka. Sasa kama nimesema kwa nini unapinga na wewe mwenyewe umesema? Sasa yeye ni kukudestroy. Ni lion unataka? Umesema utatoka na kila mtu Githaiga wewe. Umesema. Tushatoka, si tushatoka. Haya basi tutaona Mungu wa Lady J utashangaa. Twende nalo. It's not about Mungu Lady J. Hapana, ni Mungu wa Lady J. Because Post 1 minute. Post 1 minute. In full house, Lady J. Post 1 minute. You are the Post 1 one who minute. texted me, Lady Jacqueline, and told me that your account, your live is not viewed, and now you will start something called the court. And you asked me to appear in your court as the first day. I did that. We were having fun and we had fun. You turned to be a blackmailer. Muisi. Mtu anataka kutumia hiyo maneno ya tikoti kuharas watu, kublackmail watu, kuruka wengine. Tukajiambia, okay, we came to help you start your court, that's okay. Can we mind our business? It has brought a problem. Kama Judge Cinderella alikuja na akatoka na ikuwa na shida, na kina Boskano wakakuja na wakatoka na ikuwa na shida. Please don't drop her. What I apande hapa jua jieleze. Moderators, please. Nani amedrop? Don't drop anybody, guys. Guys, Lady J is the person in question. We cannot have No, don't drop. question without her. Missy Dripper. Nani moderators? Yeah. Tutu wa moderators for just a few minutes, please. Moderators, please. Wacheni kudrop Lady J. Lady J. Nashinda nikichoka nikitafuta chini. Tafadhali msitoe watu kwa guest. Unajua kuna moderators wengine ni kama wanataka amani. Wana drop baka kina Topaz. Kwa nini mna drop watu wanatuma request? Simtafute Lady J, guys. Wanataka kutaila This issue was about us and Lady J. Lady J ako happy, guys. Saizi hatutaki handshake. Nini Big Daddy? No, hatutaki handshake. Tunataka kuminject hapa kwako because sitaki niende huko kwake nifinyo mkundu. Mimi nilishakwambia Githaiga one thing. I don't huko ukienda hata huwezi patiwa nafasi ya kuongea because they are so defensive. Watu wanatetea na kuna mambo makubwa huko. Mimi sina lawyer Githaiga, nilibaki niko peke yangu TikTok. I just wanted to be in a free space like your space where you can ask legitimate questions. Bring her back up. Myself for big government work. Moderators, let Lady J up back here. We still have a lot of questions that we want to ask. Cabinet secretary. Mimi hata nataka aache kuongelelea propaganda. Maya ngoja kwanza tulize Judge Cinderella. Judge Cinderella, is there any place that you have evidence that Lady J alinegotiate na wewe akikwambia tulete watu ndio pesa itoke from ABCD points? Ngoja kidogo kwanza. Mimi sikuwa nimepewa mic. I want to take the mic. Take the mic now, please. Mimi ilikuwa hivi na wacha niseme na ukweli yangu initoke. Ilikuwa hivi. Yes. Kianza na Githaiga na Boscan na Prince Mwiti wakikuja kotini. Unaelewa? Baadaye senior counsels wale wa kawaida walikuwa na issue ya big TikTokers wanakuwa favored na sisi ni kama hatuonekani. Unaelewa? Ndio kuuliza kwani ni lazima tukue na ufavor watu kwa sababu ya nini? Akasema Githaiga brings the Murima. Unasikia tukaanza kuexplainiwa maana ya kila mtu anakuja pale. Ngoja niseme vile ilikuwa. Githaiga analeta Murima, watu wa Murima wakimuona kotini wanakuwa na faith na confidence ya kuweka pesa yao kwa sababu Murima ndio iko na pesa. Na watu wengine ni watu wa Gulf. Na mtu kama Boscan ikasemekana, Boscan naye ameshika akili ya wamama TikTok. Ebu rudisha Lady Jacqueline nakuja hapa. Ameshika akili ya wamama TikTok, wale wamama wanakuanga na chai na nini. Kwa hivyo analeta pia views zake. Na ilikuwa Prince Mwiti na Boscan na Githaiga wapewe zawadi. Unaelewa? Zawadi kwa sababu walituanzishia koti na koti ikapata viewers. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Sasa siku ingine, ikafanyika siku ingine, akasema anataka kesi ya Murima, ametafuta kesi ya Murima. Mimi kama judge mkuu nilijua kesi ya Murima ni Mlima Kilimanjaro tunapigania Kenya na Tanzania. Unaelewa? Sikuwa nimeshikanisha rada ati Murima, kesi ya Murima ikuwe ni unaelewa? So baadaye tukafanya kesi ya Kilimanjaro. After tumefanya kesi ya Kilimanjaro, bado akaendelea kusema anataka kesi ya Murima. Anataka kesi ya Murima, Murima ndio iko na pesa.
Sasa mimi nikamuuliza hapo, Murima gani? Kwa sababu si tulishafanya kesi ya Kilimanjaro. Tena tufanye kesi ya Kilimanjaro. Ndiye akaniexplainia, let me tell you how this, you know, I cracked the password of making money in TikTok long time ago, and there is nobody who has catch money the way I've hold money on TikTok. Unaelewa? Ndio nikaexplainiwa Githaiga anakuja na Okuyu, na Okuyu iko na pesa, na wana gift na wanachanga. Kama nadanganya mbele ya Mwenyezi Mungu, Lady Jacqueline nakuja hapa hivi aseme nadanganya. And how comes we have never spoken with Cinderella but we have the same ideas? Are we mad? Are we crazy? Amen. Amen to that. Hold on, guys. I'm the speaker, sir, of this whole thing. So I'm asking one question. So Cinderella, why did it take you so long to bring this thing up? But Big Daddy ingeka kama ujeuri, ingeka kupiganisha watu. Kama ujeuri, Magda, we've known that this. Wacha nikwambie, Big Daddy vitu utoka saa yenye zinafaa kutoka. Unaelewa? The right time is now. I'm not disagreeing with Cinderella. Na akiongea is okay. Wacha niliona juzi vile watu walikuwa wanaongea hiyo group. Ate tutrehea haya kedo, tutrehea haya. Tuko kitu kimoja. Me I stand here like woman from Kikuyu, and here in Germany tuko kitu kimoja. Githaiga. Githaiga, you're turning no, Big Daddy, let her finish. Watu wasimame pamoja. I am not in Gema, I'm not related to Jacqueline. I am here as a Kikuyu woman. I say we are brothers and sisters. Hapa Germany tuko na group nyingi sana, na tuko na Wajaruo. They are our boyfriend, our men. Hatuwezi tukakosanishwa na mtu gekoyo. Kwa nini Murima saa yote? No, I fight Murima now. I will fight Murima. Ikiwa hamtaki tukiwe pamoja, I will fight Murima. No way. Hakuna damu itamwagika. Damu haitamwagika tena sababu ya Murima. No way. We are brothers and sisters. Githaiga, nakuheshimu sana Githaiga. Nakuheshimu. Vile kunaelekea hapa inaelekea kumwaga damu, sababu mkileta Lady Jacqueline na Gema iondoeni, tukuwe brothers and sisters, and we are brothers and sisters. Hapa jamani, mnatuona vile tunakaaga, tunapendana. Sasa tukija tupigane huku, alafu hawa Wajerumani watupige, nani atatusimamia? Sasa niliona mnaweka magrupu ati Gema, kuna mtu wa Germany, kuna mkubwa wa diaspora, kuna mtu wa England. Gema Mukikuyu ama Murima. Ni Murima wapi? Kama sisi tulikuja hapa tukiwa na 20 years, I'm here 30 years. Na tunapenda Kenya yetu. Msitupiganishe. Mkija na hiyo magrupu yenu huku, msitupiganishe. Ikiwa politics kaeni huko. Hii TikTok tumekuja therapy. Wacheni tufurahi vile mtu anafurahi. Kama brothers and sisters. So God bless you. God protect you. We are one love. God is love. Thank you. Wow. Yes. Yeah. Thank you so much. No, Kenya pamoja kama wa Kenya. Haya. Tusipigane. Tupendane TikTok vile tulikuwa. Tunacheka, Githaiga tunakuja kwako, tunacheka. Sasa mkianza hii, unapiga huyu. One love. Hamjui one day. Kama leo utaongea leo then kesho uko kaburi umeenda. Shosho, kunywa maji shosho. Kunywa maji shosho. Tunakupenda, kunywa maji. Vile nampenda. Hata sisi tunakupenda. Tunapendana. Huko hawatupatii kitu. Ni sisi tu tunasaidiana. Uwe uko na mgonjwa wacha nimsaidie. Kama juzi nilikuwa nasaidia special women. These special women wako na children hawana nini. Wengi walikuwa Wajaruo. Wakikuyu mnafikiri ni mmoja. Wacheni tupendane. Ikiwa uko na kitu patia mwenzako. Wacheni Gema. Msipatie huyo Mjaruo, msipatie Mkisii. No way watu wangu. Tupendane, one love. Respect. Makofi Githaiga, makofi. Please, ningependa microphone. Thank you Githaiga. Githaiga, ningependa microphone. Gather. Haya, kuna Evans pia. Judge, alafu Evans.
Alafu nani mwingine ipo? I want to say this. Let us not just have one vocabulary in our mouth. We have something called tribalism, which is everything Githaiga is against of. But Githaiga is also for Majimboism. And let me take you back to 1962. 1962, when Majimboism was introduced, in fact, the target was Bungoma because all ethnicity wanaishi Bungoma. Kwa Waluya. Unaelewa? Now, Majimboism ililetwa, hiyo ndo kitu Mbanya anajaribu kusema hapa. Mbanya asemi ati Gema for Gema sasa ikuwe tribalist. Amesema vizuri Waluya, tuende tuambie Waluya kwamba Wakikuyu walipotia mtu ambaye si wa region yao, kwa hivyo the Kikuyus are not tribalic. Na mimi kama Mluya nasema I'm agreeing with that. Kuna kitu kwa politics inaitwa Majimboism. Majimboism unarudi kwenyu kwa region yako, unatafuta kura, na ndio kitu Ruto alifanya wakati alienda kwa Wakikuyu na Wakikuyu wakampigia kura. Okay, so there is tribalism and there is Majimboism. If you know what is Majimboism, utai support. But let's